Nimesoma haya maandiko si sababu nataka kuwahubiria, lakini nataka kuwaonyesha umuhimu wa kufuata kiongozi wenu. Bwana Yesu asifiwe. Na siri iliyo ndani ya kufuata kiongozi wenu. Nikipata nafasi siku nyingine nitakuja kuwafundisha mafundisho na nitakuja mpaka na projector. Okay? Na niwaonyeshe 7 effective ways of a Christian leader. Na nitakuja na makaratasi nilikuwa nafundisha la Sunday kwetu. Niwatengenezea makaratasi nije niwapatie. Nyinyi mtakuwa mimi pia itakuwa kwa projector itakuwa na jawabu na nyinyi mnajaza. For 3 hours niwafundisha mambo 7 peke yake. Because kama kuna shida tuko nayo, shida yetu kanisa zetu za kiroho, shida hata si washirika. Shida ya kanisa za kiroho ni viongozi. Sijui hapa kwenu, lakini kila mahali nimeenda kwa kanisa za kiroho, shida yetu ni viongozi. One pastor anaitwa Reverend George Kamano alikuwa anafundisha Kitengela conference. Alituambia siku hizi haordaini watu kuwa viongozi only because they have a heart after God. Okay? Alisema kando na mtu kuwa na heart after God, anaordaini mtu ako na heart after him. Bwana Yesu asifiwe. A heart after? Kwa sababu anytime a pastor ama Reverend Irene amekufanya chia mama, unajua nini amefanya? Amegawa ushirika wake akakugawia. Kutoka siku hiyo kuna watu watakuamini hata kumuliko. 2, 3, 5, 10, 20. Yeah, true. Alafu akagawa wengine akapatia chia wa youth, chia wa men, deacon, elder, evangelist. Huyo George akatuambia, watu unagawia kazi. If they are not men after your heart, how do you watakuharibia kazi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. I could not agree with him more better. Niliona hiyo kabisa ni ukweli. Na nikakumbuka kitu tunafundishaka kinaitwa the spirit of Absalom. Unajua spirit of Absalom ni gani? Absalom alikuwa mtoto wa nani? Wa Daudi. Lakini kazi yake alikuwa kukaa kwa gate. Anaona watu wakiingia kuomba ushauri kwa baba yake. Wakitoka anawauliza amewaambia aje. Anawaambia kama ni mimi singewaambia hivi. Yaani ni kudiscredit tu kile baba yake anasema. Lakini spirit ya Absalom ikiingia kanisa haikuangi. Kanisa inadua. So I was reading these words kuwaonyesha if you are going to follow your leader mwenye Mungu amewapatia. Elijah is being taken away. Lakini akauliza Elisha, nikufanyie nini? Elisha hakumwambia mambo mengi. Elisha alisema nataka unigawie upako wako. Bwana Yesu asifiwe. Na akamwambia nataka double portion. Lakini Elisha akamwambia kila umeuliza ni kigumu, lakini ndio ukipate wewe tu bora unione nikifanya nini? That means macho yote ya Elisha ilikuwa kwa kiongozi tu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa anataka sababu aliambiwa as long as utaniona. And it's there even in the family setup. Angalia mzee ambaye atagonjeka na azeeke akiwa na mali. Hata kuwa zuzu anajimwagia mate anajipupia. Familia yake inamshikilia. Sababu anajua kama mzee akikufa kile katatuachia. Zeeka bila kitu uone vile utapigwa mateke. Kwanza anaume wale mtu wako usizeeke bila kitu. Lakini ukiwa na kitu, bibi, watoto, marelative wanasemanga aniko yule mzuri sana. Sasa hiyo hata hana akili, pesa tu ako nayo. Lakini kuna kitu amefanya nini? I want us to understand leaders wa kanisa. Your breakthrough, your blessings imebebwa na mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amekuweka chini yake.
Unaweza kuwa umesoma kumuliko, unaweza kuwa uko na mali kumuliko, unaweza kuwa unaona zaidi ya kile anaona. You cannot afford to discredit him kwa watu. The reason why you are a leader because you can access him. Na umwambie one on one, Rev, mimi nilikuwa nafikiria hivi. Na ukipeleka idea yako umeifikisha kwa reverend ama kwa apostle ama kwa kiongozi, wewe umemaliza kazi yako. Asipotekeleza hautaulizwa na Mungu. And you cannot force him to do. But because pia kuna roho wa Mungu, kuna semekananga kulikuwa na very bad judge. Sio kwa Bible. Ambaye he didn't fear God or people. Lakini kwa sababu ya huyu mama kumwendea akabadilika. Hata kama angekuwa mgumu namna gani, na mnamwambia apostle, kanisa yetu inaenda Kongo hapo. Kuna mahali hapa hatuendi vizuri. Ibada inachelewa sana. Mnaongea Kikuyu mingi sana. Lakini you tell him, don't discuss there na watu. Amen. Don't allow people to come. Okay, wakikwambia, wanakuambia sababu wewe ni kiongozi na wanaamini utafikisha. Lakini hawakwambii uwajibu na muanze kudiscuss. That is how we are losing blessings. We are losing the mark. We are losing to reach where God wanted us to reach. Kwa sababu the position that God has given us, tunasichukua, tukijijenga, tunaangusha kazi ya Mungu kwa kuangusha mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kuanzia leo, hata iwe namna gani, you will always focus on his leadership. You will always focus on your reverend's leadership. Wewe fuata tu kama Elijah. And we have read, alipofuata ghafla Elijah akachukuliwa. Lakini because he was observant, hata akiwa analia, alikuwa analia akiangalia. Bwana Yesu asifiwe. No wonder he saw kuna kitu ameangusha. Kama hangekuwa amemwangalia, hangeona kile aliangusha, na hiyo ndio ilikuwa kifunguo yake ya maisha katika ministry. Somebody say amen. Amen. Can I talk about impartation? Yeah. Impartation means kupachikwa kile ungetumia kutafuta, lakini unawekewa. Okay. Nimezaliwa kwa familia ambao baba yangu alikuwa na gari. Kwa hivyo hata kabla sijaenda driving, nilikuwa najua kumove gari. So nikienda driving, siendi kuanza zero. Naenda, kuna wengine wetu unaonanga unaenda harusi, zawadi ya baba inakuanga title deed. Hata kama mlikuwa university na huyo mtu, yeye haanzi kwenda kusevu ya shamba. Yeye ametoka kwa shamba. Akisevu ya shamba, atasevu ya kujenga. Hamtaionana. Hiyo ndio inaitwa impartation. Impartation ya kanisa ni kutii kiongozi pekee. Bwana Yesu asifiwe. So that even if you feel umekomaa kiasi kwamba huambiliki, sababu kuna leaders hawaambiliki, na wakikosolewa wanajabu na anamisi kanisa saa 3, ndio wajue yeye ni wa maana. Na aliambiwa sababu, na unajua anamisi kwa nini? Kwa sababu aliambiwa you are doing wrong things. Anaanza kumisi ndio apigiwe simu. Ndugu, mbona hatukuoni? Mimi siwezi kukuita ndugu. Wewe ni ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Because there is no way utamisi kanisa sababu ya kukosolewa na ukasirike na ukojea tuanze kukuita ndugu. Wengine hata anakuja na anakaa hapa mbele. Anaanza kukaa kule nyuma. Ndio tu washirika waone. Amekasirika na waanza kumuuliza ni nini? Watoto ndio wanaulizangwa hivyo. Watoto hata juzi kale kama migrant brother. Alikuwa amekuja kwetu. Na unajua watoto wanakasirika kule. Atika anakasirika tu kana salama hivi mbele hapa karibu nimeketi. Nikasikia mke wangu ameniambia, "Jeka. Ndio ile mwana pole." Nikamuuliza nini? Nimemfanya nini mimi? Niambie pole. Nikamwambia, "Kumbuka huyu mtoto." Nikamwambia pole. Cheka. Now, hatutaambia leaders pole wakati ambapo wamekosolewa kanisani. They are going to be mature. No wonder the Bible says, mnastahili kuwa mnachakula chakula, lakini bado mnahitaji maziwa. The language ya mchungaji kwa viongozi, and especially such a place, sio ile language anatumia kwa washirika. Hapa ni kukuambia you are wrong. Akikuita sababu ujue, Papalai alituambia. Papalai alituambia 70% ya growth ya kanisa
depends with the pastor. 70. Hao wengine wote wanaletanga 30. Now this pastor akigawa kazi, agawie assistant pastor, agawie chair wawili, agawie evangelist, apeane 40% ya kazi yake kulingana na sheria ya Jethro baba ya Musa. Alimwambia agawe kazi itamuua. Agawe 40%, abaki na 30. Wenye amegawia wa deliver at 10%. Sio walipewa 40, lakini 10 inafanya kazi. Kanisa itakuwa at what level? 30 ya mchungaji na 10 ya viongozi. Kanisa itakuwa at 40%. That is how the church is stagnating. Kwa sababu watu wale ambao uligawia kazi, ukifikiria wanafanya, walienda kulala, walienda kupiga washirika wale ulimpatia aongozi, alienda haabiriki. Yeye ndio kiongozi na ndiye anachochea watu wale anaongoza. Mwenye ambaye ako na uwezo wa kufikia mchungaji, lakini yeye ndiye anasema hata sisi hatujuangi pesa zinaendaga wapi huku. Tunachanganga na hatuonagi mahali zinafanyanga nini. Na saa hiyo wewe hautoi. Actually ile sadaka unatoanga ikiunganishwa, hata ukikufa utakufa na deni ya hii kanisa. Kwa sababu utanunua sanduku ya 30K na unatoanga 10 bob. Na umekaa huko miaka 10. 10 bob times 52 Sundays. 520, sio? Times 10. 5,200. Sio? Na umezikwa na sanduku ya 30. Nani ameenda deni ya mwingine? Lakini wewe ndio kwanza kujibu kusema hata hii pesa inaendanga wapi? Kwanza nimeanza kitu kwetu ya kimwili. Nimesema bahasha za leaders za taifa. Majina yao yandikwa kando. Na ya sadaka. Na nimeanza register yao kama ya dini. Nitakuwa na waita. Mwezi ikiisha na sijaona jina. Haujatoa hata hivi mwezi. Because you cannot be a leader and you are not a taifa. You cannot be a leader, you are not attending prayers. Watu wanakutaka maombi huku, lakini wewe haukujagi ile siku mmeweka ya maombi, lakini unataka kuongoza watu na unataka uheshimiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kile kinafanyanga usikuheshimiwe, kile umebeba. Kale kapunda kalibeba Yesu, kaliheshimiwa kwa sababu ya mwenye kamebeba. Na fora ingie kalipitia hapo, haijaandikwa kwa Bible lakini na mimi najua. Na fora ingie kalipita hapo bila Yesu kaliundwa. Na hiyo siku ya Yesu kalikuwa kametashtua hata mashuka. Alafu akafikiria ati ndio anajua kufanya. Na kweli haijaandikwa kwa Bible lakini najua iko. Now listen to this. We must get to a point. Focus. Elijah sababu ya focus. Ndio aliona nini Elisha ameangusha. Na unajua ilikuwa hatari. Kuna mto walikuwa wamevuka wakienda. Na hii mto ni Elijah alifanya iseparate ndio hapo. Okay? Kwa hivyo kama hakuona ile Elijah aliangusha, hangerudi kutoka mahali aliachwa. Na ndio naona anafika kwa hiyo mto, hata hakujua nini kimefanyika. Yeye hata hakuangalia mahali tumesoma. Alikuwa tu anagonga mto na hasira na hiyo macho. Mungu wa Elisha. Alafu Mungu wa Elijah, alafu akaona njia imefanya nini? Na ilipofunguka, Biblia inasema the company of prophets waliokuwa pande ile wakamtambua, wakaona haya, huyu amechukua nguvu ya Elijah. If any one of you want to rise here, you will rise by following what he is doing. If you depart na uanze kuwa na kanisa yako na laini yako ya kuchochea, you may succeed but for a time. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tumesema ya Absalom, he succeeded for a time. Lakini unajua Absalom alikufa namna gani? Absalom was one of the most handsome men. Nywele yake ilikuwa, hakuna dada ako na nywele kama hiyo hapa. Nywele yake alikuwa anaishuka kimatuta hapa. Sababu ilikuwa mrefu. Lakini kwa sababu ya hiyo kiburi, Biblia inasema alienda kwa farasi, na farasi kwa msitu, kwa miti. Farasi imeenda. Ile nini? Kero honge, inaitwaje nini? Ile branch ya mti ikaingia kwa nywele. Ikahang, farasi ikaenda baki ameacha.
Naona hapa mtu kuna mtu hapa hangi hapa. Kuna mtu hapa hangi. Sababu ya kiburi tu na kuharibia mchungaji jina na and you are still here. Wapendwa, kama unasikia kabisa umekomaa na wewe wewe unasikia uwezi kaa chini ya utawala ule huko. Bwana atupatie neema uapproach huyu. Asimame hapa Sunday aseme, afunike aseme tunafungulia dada fulani kanisa Rongai. Na wale wangependa kwenda na yeye tunataka kuwabariki, kujeni hapa. Wakikuja watu zaidi ya 10, kujie 10. Even those you talk with, they will not go with you. Because their spirit is just kuchochea na huko. And they cannot take the courage ya kwenda kuongoza na kulisha kanisa. Lakini huku wanajua sana vile haifanyangwi vizuri. Kwaya haidi vizuri, praise haidi vizuri, mchungaji haongezi. Kama kungekuwa na mchungaji kama wa Kenya Redeem. Hata huyu wa Kenya Redeem ni nani amemuita? Nikija hapa niwabariki, muanze kupiga makofi na kunitumia sadaka. Na mkisema niko na roho kuliko nani aliniita? Si hata kuna roho alimuonyesha niko na roho ndio akaniita. Si hata muappreciate hiyo roho aliyemuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata people ati pastor na mgeni akuje muanze kusema no chukua nipe namba yako. Chukua namba ya huyo. Chukua namba ya nani? Tumia ya huyu na ya huyu wajana na yangu. Hata mimi niko na watu wangu wako na namba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Elijah alimwambia as long as you will see me. Hii leaders wa hii kanisa nataka kuambia as long as mtamwangalia tu. Akipiga kona mnapiga. Akienda hivi mahali panafaa kurekebishwa. Kuna levels za mikutano. Mimi niko na levels kama ile. Kuna mahali pangu peke yangu. Kuna mambo I don't share with anybody, especially weakness za washirika. Maybe mshirika amefanya dhambi. Maybe mshirika amekuja akaniambia anafanyanga masturbation. Hiyo nakufanga nayo peke yangu. Na muendesha na mkanzo na muongelesha na sitaambia mtu. Ama msichana ameshika mimba na mimi pia kiongozi. Nakufa naye. Na kama nitaambia wazee nitawaambia kama ni kiongozi nikimwambia ahame aende kwa Demetrius kidogo. Apone huko. Si mtu akienda hospitali akipona anarudi nyumbani. After ukipona utafanya nini? Kwa sababu ikionekana akiwa huko kanisa yetu itaanguka. Lakini akija hapa nyinyi hata nayo mtasema ni mgeni na mpiga makofi. Mungu ametuletea mshirika. Na wale asha wamemsalimia. Kumbe kule ni gaidi na hapa amekuja kwa nini? But that is how we are going to cover this kingdom. Sasa mama hapa nianze kukutangaza. Sababu nikimtangaza ndio nitafanya hata wengine wajue kunafanya kwa hivyo. So I have to be wise. So there is my level. Kuna level yangu na elders wa kanisa. Ambapo sasa hapo naweza hata taja majina. Nataja jina hii na hii na hii. Na hiyo majina ninataja kwa elders. Sitaenda kuitaja kwa leaders. Kwa sababu kuna leaders wanaweza kuwa hawajakomaa na wanaweza enda kuongea. Lakini wazee natarajia kile tunaongea hapo hata tupigane. Nyinyi hamjui vile kunafanyika kwa dini. Ile festival kama ya PCM ya independent. Watu wanaundana vizuri. Alafu wanachukua kitabu ya wimbo na nini wanasema na kifika pale mnasimama na saa hiyo kuna mtu amepaka na black eye imeshavimba ile vita amefanya nini? And you will never hear that. Ibada ikiisha wanarudi kule tena wanaendelea. Lakini ibada lazima ifanye nini? And as a principle in Nehemiah alikuwa anafanya kazi na mkono moja na silaha. That one is there. There is that level. Na level ya viongozi sio level ya wazee wa kanisa. Basi kuna level nyingine chini ya viongozi, the subgroup leaders. Na wao kuna zile vitu ambavyo hawastahili kujua kama imefanyika na huko juu. Wacha ibaki wapi? So Elijah, secretary ya Elisha ilikuwa tu kumuona. Hiyo ndio ilifanya afungue njia, ile mtu alikuwa amepita haingefunguka, na hiyo ndio ilifanya manabii, the company of prophets, wale walikuwa wa Elijah wakamkubali sababu waliona ako na nguvu zaidi ya nani? Ya Elisha. Some of you will go very far. Some of you mtakuwa na makanisa kubwa sana. Amen. Some of you mtakuwa watumishi wanatajwa Kenya hii. Kwa sababu desire of every parent
ni mtoto afike mahali yeye hakufika, si ndio? Desire yake ni mkomae, lakini for now ni kuangalia tu vile anafanya. Siku ile atakubariki na akufungulia branch yako, enda ufanye hivi.